Kuna namna tunasaidika kwenye maisha, kuna namna tunapiga hatua kwenye maisha, lakini leo tutaangalia kwa namna gani ili tuweze muumini kuwezeshwa kuishi maisha ya Kristo yaliyojaa ubunifu wenye tija. Tunahitaji kwanza nguvu za Mungu zihusike. Kuwepo kunahusika na nguvu za Roho Mtakatifu. Asifiwe sana. Kwa sababu hakuna namna anaweza mtu akawezeshwa, hakuna namna muumini anaweza akawezeshwa akaishi maisha ya Kikristo. Ili tumwezeshe, ili niwezeshe kuishi maisha ya Kikristo yaliyojaa ubunifu wenye tija, nahitaji neema ya nguvu za Roho Mtakatifu kunisaidia kwanza kuishi maisha ya Kikristo. Hakuna mtu anaweza akaishi maisha ya Kikristo kwa kutegemea akili zake, kutegemea experience au historia ya familia yake, kutegemea ukoo aliyotokea, kwa kutegemea kabila alilozaliwa. Kuna mtu anaweza kuishi maisha ya Kikristo kikamilifu. Na tunasema maisha ya Kikristo, mtumishi wa Mungu, ni manake kuishi maisha ya kumfanania Kristo. Hayo ndo maisha ya nini? Ya Kikristo. Maana sisi ni wa Kristo, tunayemfuata nani? Kristo. Maana neema ya kuishi maisha ya kumfanania Kristo tunahitaji tuwe na nguvu za Roho. Akaandika akasema, ukizimia siku za taabu, nguvu zako ni chache. Kwa hiyo Biblia inajua kila mtu anayeishi katika uso wa nchi ipo siku yake ya taabu. Inatukumbusha kwamba itakapokufikia siku yako ya taabu na ukizimia, kilichokufanya uzimie ni nguvu zako kuwa chache, lakini kimsingi hautakiwi kuzimia kama ukiwa na nguvu. Waefeso wanatuambia kushindana kwetu sisi. Kama inasema kushindana kwetu sisi, maana yake yuko mtu au liko kitu ambacho kinatufanya kila siku tushindane. Na ni rahisi kusema maisha haya ni mapambano ya kushindana. Ili ushinde unahitaji nguvu. Na anasema kushindana kwetu sisi si juu ya nini? Ni juu ya nini? Falme na mamlaka. Yaani kwa lugha nyepesi, mtumishi, mzee wangu hapo, shetani akikuangalia akuoni wewe kama mzee mtu mmoja, anakuona wewe kama ni jeshi. Kwa hiyo akija kwako haji kama mmoja, anakuja kama jeshi. Na unajua kugundua sasa kwa nini tunahitaji kuwa na hizo nguvu. Moja, siku ya taabu ya kila mtu ipo. Pili, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Juu ya damu na nyama ni hivi: nikikukanyaga ukinipiga kofi, kisha Mungu, tunashindana kwa damu na nyama. Nikusema vibaya, ukinisema vibaya, ukinitukana, kisha Mungu, bado tunashindana kwa damu na nyama. Kuna vita vingine vinakuja kwenye damu na nyama, ila yaani matokeo watu wanayajua. Katika ulimwengu leo watu wameshafunga mikataba na wameshamaliza biashara, muda unasubiria wakati wa utimilifu wa hayo mambo kutokea. Kwa nini tunahitaji nguvu? Kwa sababu tunashindana na mapepo wakuu wa giza hili. Kwa hiyo tunahitaji nguvu. Iko siku itatakiwa kuzima. Kama nguvu zangu ikifika siku ya taabu ya kila mtu ana siku ya taabu yake. Wako ni mzuri, vijana kameokoka, anasali, nena kwa lugha, napendana kweli, zawadi kanakupa. Siku ya taabu yako unasikia bado na wako na mwanamke mwingine anaweza naye. Kizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Nafanya biashara kila siku inaenda vizuri, faida ipo, katokea msimu wa hasara. Kizimia siku ya taabu, siku zako ni chache.